Natumai wadau wangu mko salama na ni wazima wa kiafya kabisa. Sasa tunaendelea na kile kisa chetu cha tunuko la jini sehemu ya pili. Ile pete ilivyotoa ule moshi sasa kuelekea juu mbinguni, ile pete mimi kabidi niache pale pale kidoleni, maana niliona ajabu mno. Nikakuta ile pete ya vipi na mbona yanitishia, yatoa moshi. Nilivyoiacha ule moshi ukaacha nao kutoka. Nikawa na wasiwasi mpaka nikasema sendi tena baharini kuogelea. Wacha nirudi nyumbani, wacha niwaage wenzangu, mwambie na mwana kichwa nasikia vibaya. Mimi nirudi zangu nyumbani, nikamuulize mzazi wangu, nikamweleze mzazi wangu hicho ambacho kimetokea na nijue atanisaidia vipi kuhusiana na hili jambo. Basi mimi nikarudi nyumbani, nikawaelezea wenzangu, nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nikamkuta mzee wangu akaa sebuleni, nikamsalimia vizuri. Nikamwelezea mimi bado hapo nilikuwa nakaa nyumbani kwetu. Sasa nilipofika nikamsalimia mzee wangu, nikamwambia bana, mimi nakutana na kitu kadhaa, hata kitu chenyewe bado ninacho hapa mkononi ni hichi. Sasa wajua watu wa zamani, watu wazima ambao wana busara zao, wao kuelezea maneno kama hayo kwanza huwa wanapima na huwa mambo mengi washajua, washapitia mambo mengi sana. Basi babangu hakusita akaniambia kwamba hiyo pete ni ya jini. Sijui mwanaelewa wadau, akasema hiyo pete ni ya jini. Sasa kitu cha maana na cha kizuri cha kufanya nini, atafute mwalimu ustadhi, alafu sasa tukaangalie tunafanya nini kuhusiana na hiyo pete. Sasa tukashikana mimi pamoja na mzee wangu, kuna mwalimu fulani anaitwa Mwalimu Jumaa. Ni imamu mkubwa huyo Sharifu. Basi tukashikana mimi pamoja na mzee wangu, tukatoka kuelekea kwa Mwalimu Jumaa, Ustadhi Jumaa, ambaye ni mwalimu wa visomo wa kusomea watu majini nini kama una matatizo aina mbalimbali. Basi tukashikana tukaenda kwa Ustadhi Jumaa. Tulipofika paka kwa Ustadhi Jumaa kwake, tukambishia mlangoni. Sasa